Siku zote nimekuwa nikiwaambia vijana wenzangu kwamba ukiona mtu amefanikiwa au amefanya mambo makubwa hasa kwenye mitandao, tusikurupuke tu either kushangilia au kusikitika kwamba sisi bwana tuko nyuma kimaendeleo au vipi. We must be aware of some things. Maana hii mambo ya kwamba fanya kazi kwa bidii, piga kazi, that's all bullshit, because behind any wealth there is a God. The question is which God? Sababu pia hata katika amri 10 za Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema usiwe na miungu mingine ila mimi. You shall have no other gods before me. Kwa hiyo ina maana hapa anatuambia kabisa nakiri kwamba kuna Mungu wengine. Yaani yeye ni Mungu lakini pia kuna Mungu wengine. Unaona? Behind any wealth there is a God. Na yeye ndiye Mungu ambaye hutoa utajiri. Yeye pia anatoa utajiri. Tukisoma katika kitabu cha Deuteronomy 8:18, lakini utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Lakini pia Proverbs 10:22 inasema baraka za Bwana hutajirisha. Maana yeye pia ametuambia kuna miungu mingine, maana pia miungu mingine nao Mungu wengine wale wanafanya kazi zingine. Kwa kila sehemu ukiona wameandika Mungu, anasema Mungu, inabidi ujiulize swali, ni Mungu yupi wanamzungumzia? Kwa mfano hii dola ya Marekani, nao pia wameandika in God we trust. But the question is which God? Hiyo tunawaachia wenyewe. Kwa hiyo tukubali tukatae, utajiri hauji kwa kufanya kazi kwa bidii. Utajiri unatoka kwa Mungu. Mungu yupi? Hilo ndio swali. Kwa maana pia nimewahi kuishi nchi kama Nepal. Nepal wana Mungu zaidi ya 34. Mmoja ya Mungu wao anaitwa Lakshmi. Huyu ni Mungu wa kutoa pesa, Mungu wa kutoa utajiri. Pia nimeishi China. Nako China wana Mungu wengi. Mungu mmoja wapo anaitwa Haishan. Huyu ni Mungu wa kutoa utajiri. Kwa hiyo sasa tunakuja kwa ndugu yetu. Yeye ni tajiri, of course. The guy has a lot of money. We cannot deny that. Kwa sababu sisi pia ni binadamu ambao by nature we are curious, to know who is his God. Where does he get the money from? Because working hard is bullshit. Watu wanafanya kazi sana. Utajiri unapatikana kutoka kwa Mungu. Swali ni je, Mungu yupi? Lakini ukiangalia video zake, mfano hii video hapa, ni nini hiki? Nini hiki? Okay, na kuachia wewe. Hicho ni nini? Utajaza mwenyewe, utaniambia mwenyewe. Lakini pia kuna baadhi ya video, unajua nimeshawahi kufanya by profession. I know video production professionally kabisa. Na mmoja ya watu ambao wanahusika kwenye video production kuna director ambaye anaweza pia akahusika kuandika script, lakini kwenye video kuna baadhi ya vitu vitaonekana wenyewe wanajua vinamaanisha nini. Wewe unaweza kuwa unashangilia tu, unaona kwamba hakuna kitu kinakuwepo kwenye video kwa bahati mbaya. Hata kuna baadhi ya wanamuziki maarufu video zao nikiziangalia tunajua hapo okay, hao walikuwa wanamaanisha hiki na hiki, na video yao ina worship Mungu yupi. Unaona? Kwa mfano Mungu ambaye namwabudu mimi, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Kuna baadhi ya nyimbo hizo ukisikia unajua kwamba huyu, this song came from the real God, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Kwa mfano kuna huu wimbo unaitwa Na Iwe Maombi wa dada wa Kenya anaitwa Evelyn Wanjiru. Ukiusikiza tu huu wimbo unajua kabisa okay, this song there's some anointing in it. Kwa hiyo pia kuna nyimbo za duniani, hata ukienda disco, ukienda club, ukipigwa tunajua ngoma hii imetoka kwenye kabisa kuzima. Watu wanavyoshangilia, wanavyoruka kama vile wamepandwa na vitu fulani. So kwa mfano video ya ndugu yetu hapa, hiki nyuma ni nini? What does this represent? Nini? Anyway, mimi nimeleta tu kama mada.